السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ndugu zangu Waislamu popote pale mulipo, munaonisikiliza kwa wakati huu, nataka niwakumbushe jambo moja ambalo nahisi ni muhimu sana tukumbushane. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutaka kwenye Qur'ani tukumbushane aliposema wadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Kumbusha Muhammad, hakika ukumbusho huwafaa wale waliomwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuna jambo linaendelea sana kwa social media na nataka niweke mambo sawa kwa ule ufahamu Mwenyezi Mungu alionipa. Ndugu zangu, nisikilizeni vizuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amegawa kwa waja wake elimu kama vile alivyogawa riziki. Utasikia kuna maulama, yani wasomi, na hawa wasomi Allah Subhanahu wa Ta'ala kila mmoja ameumpa kiasi cha usomi wake walile ambalo Mungu amemjalia yeye kuspecialize, yani kutakhasas. Wanawachuoni wote duniani hawapo sawa, lakini kuna hili jambo la tahlil. Kuna watu wanaitwa muhallilun, kwa Kiswahili wanaitwa wachanganuzi. Panapotokea habari, panapozungumzwa maneno aidha kwenye akhbar, panapopatikana mauaji, jambo lolote ambalo likawa jambo lile limeweza kusikika au watu kuliona katika akhbar, huwa kuna watu maalum wanaokaa kuchanganua, na si watu tu wanaochukuliwa ovyo, ni watu ambao wana khibra, wanaitwa khubara. Hata vyombo vya habari vikubwa vinavyojulikaniwa, wanapotaka kuzungumzia masala fulani, sawa yawe ni masala ya kisiasa au masala ya kijamii au masala ya kiuchumi au masala ya kiriadha, hutafuta wale muhallilun, wachanganuzi ambao wametakhasas, wamespecialize na kadhia kama hiyo. Hawaletwi watu tu wakazungumza. Ikitokea mambo ya siasa huletwa muhallilun siyasiyun, yani watu ambao wana khibra, na utapata mara nyingi wakielezwa ni watu ambao wamesoma jamiat na wametakhasas na mambo ya siasa. Kama ni uchumi, huletwa watu wanaofahamu uchumi ni nini. Kama ni riadha, huletwa watu ambao wanafahamu riadha ni nini, na ikiwa ni masala ya kisheria huletwa mashaikh ambao wanafahamika kuwa hawa wamefika kwenye kiwango cha wao kuzungumza masala ya dini na kutoa fatwa na mengineo. Lakini la ajabu la kustajabisha ni kwamba baada ya social media imekuwa lolote linalotokea, kila mmoja anataka kuzungumza, kila mmoja anataka kuwa mchanganuzi, kila mtu ni muhallil. Tena masala yoyote, yawe ni ya kijamii, yawe ni ya kisiasa, yawe ni ya kidini, yawe ni ya kiuchumi, kila mtu wa mashariki na wa magharibi, wanawake na wanaume, wasomi na wasiokuwa wasomi, wote wataingia social media, kila mmoja anaingia. Tatizo ni kwamba hawa watu, mtu aweza kukuuliza kwani tatizo liko wapi? Tatizo lipo, munaingilia mambo ambayo si yenu. Ni wangapi leo masala ya kisiasa wanakuja watu hawajui mwanzo wala mwisho, wanazungumza. Limetokea tukio, hawataki hata kuulizia ni nini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani asema, na hii ndio hatari ambayo wengi hawafahamu, kwamba haya mambo mnaoyafanya yatakwenda kuwa kalif kesho mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu asema, enyi mlioamini, in ja'akum fasiqun binaba fatabayyanu, yoyote anapowajieni na habari yoyote, kwanza ichunguzeni. Lakini mimi nitakusema hivi, kabla ya wewe kuchunguza lile jambo ndio uje ulizungumze, mwanzo na kuuliza la kuhusu. Yani wewe umepewa jukumu la kwamba kila litokealo katika dunia hii uwe utakuja kulifanyia tahlili. Kila yani ameuawa mtu mahali fulani, wewe waje kufanya tahlili. Habari fulani imetokea, wewe waje kutaka kuzungumza. Hamuoni kwamba mwajiingiza pabaya? Kila kitu acheni wenyewe. Ikiwa ni masala ya kisiasa, waacheni wanasiasa wazungumze.
ikiwa ni masala ya kiuchumi, wacheni wafanye biashara, watu waliosomea uchumi wazungumze. Ikiwa ni masala ya kijamii, wako wachanganuzi wa mambo ya kijamii wazungumze. Ikiwa ni masala ya dini, wacheni mashekhe wachukue nafasi yao wazungumze. Lakini leo imekuwa si mauaji, si tukio lolote, si habari yoyote, si jambo lolote, kila mtu amekuwa ni mchanganuzi, watu wote. Hivi ni kweli? Hivi ni kweli hao watu wote wajua kila kitu? Ndio pale utaona watu wanaingia online saa nyingine kuja kutukana watu, atawatusi watu, atawahukumu watu vibaya, atawatolea watu, manake atawapa watu sifa mbaya. Tena huja wengine wakali, utadhani lile jambo alijua, ukimuuliza pengine amesikiliza, pengine yule anayemzungumza yeye maisha yake hajaonana naye, hajakutana naye, lakini utadhani amelala naye jana usiku, anajua habari zake zote. Mnajua kilichotudanganya ni nini? Ni twadandia sisi zile akhbar, kwa kuwa katika social media kinachokimbiliwa zaidi ni umaarufu na pesa. Wataka lile, yani utakaoyazungumza trend, basi munaangalia ni habari gani imetrend, almuradi na wewe uzungumze. Yani ni kama kwamba tumefanya haya matukio ni ngazi za sisi kutaka kupata likes nyingi na viewers. Jamani, muogopeni Mungu, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Yasiyo kuhusu yawache, yale ambao huna ujuzi nayo usizungumze. Jamani, kama kuzungumza ni dhahabu, basi kunyamaza ni almasi. Usizungumze usioyajua. Keti ubaki uwe salamani kuliko uzungumze kitu ikukalif kesho mbele ya Allah, kwa sababu utaulizwa na utakosa majibu. Kama wataka kujulikaniwa, julikaniwa kwa mazuri, lakini musiketi kama kila habari kitokea kila mmoja anakuja amekuwa mchanganuzi, ataka kueleza na yeye nini, kwa sababu hii habari imetrend. Sasa mimi nikiwa nitanyamaza nitapitwa na hii trend, mimi nitakosa kudandia hapa, wacha na mimi nidandie. Hilo litatupeleka pabaya, ndugu zangu Waislamu. Na la kusikitisha zaidi, imekuwa mpaka masala ya dini wamekuwa watu kutoa mafatwa, kukufurisha watu, kuwatia watu katika ukafiri, kuwatia watu motoni, kuwahukumu watu kwa ubaya. Mpaka masala ya dini imekuwa sasa hakuna cha kuulizwa kadhi wala mufti wala shekh, kila mtu ni shekhe, kila mtu ni mufti. Jamani, twenda wapi sisi? Social media tuitumieni vizuri, iwe ni kheri kwetu na ni neema, na tusiitumie vibaya ikawa ni nakma na adhab na kuleta ufisadi katika ardhi. Msione kwamba mnapozungumza nyinyi mwachangia mazuri, mwachangia uovu zaidi, mwazidi kueneza zile habari, mwazidi kufanya lile jambo liwe kubwa zaidi, labda lingemalizwa na watu wawili watatu tu. Mimi yangu ni hayo kwa siku ya leo. Jazakumullah khair. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.